On the day of judgment, nikakwambia hakuna mtu atakayekuongelea dhambi zako wewe. You will say I was a sinner. Siku ya hukumu, no one will speak of your sins. Wewe mwenyewe utasema kwamba mimi nilikuwa naenda kanisani kutafuta wapenzi. I used to go to church to look for No one will speak for you. Hakuna atakaye kuongelea wewe. Not even the orphans, sio hata even God. Wala hata Mungu. You will speak so that you will not argue with anyone. Wewe ndo utaongea ili wewe usije ukabishana na mtu yoyote. Siku ya hukumu sio siku ya mabishano, ni siku ya kuleta hesabu. You are bringing hesabu. It's not the day of arguments, it's the day of bringing your accounts. Wewe ulikuwa umpendi Mungu kweli? Mimi mwenyewe ningegoma. Wewe unajuaje? Wewe nani? But when you are saying it from yourself, lakini ukiwa unasema kutokea kwako mwenyewe, God says next. Mungu anasema anayefuata. No arguments. Hakuna mabishano. No argument, because mtu imagine eti malaika wao anakusomea. Bwana, huyu wewe mwenyewe unaweza kwamba mimi maisha yangu yote sijai kukuona wewe. My entire life. Unajua lokole wangapi watasema who are you? I'm your angel. Which one? Yupi? I called you many times, you never showed up. You are showing showing up. My friend, go away. But the problem ni kwamba your spirit. Lakini shida ni kwamba roho yako. Look at your neighbor, says neighbor, your spirit. Mwangalie jirani yako, mwambie jirani roho yako. Something inside of you is recording everything. Kuna kitu ndani yako kina record kila kitu. Your spirit, roho yako, will speak on your behalf. Itaongea kwa niaba yako. Ni kama yule mtu ambaye amevaliwa mapepo. It's like a person that is possessed by demons. When we see mtu anaongea mambo afu baadaye unamuuliza yeye mwenyewe ataelewa nini kimetokea. Si ndio? Yes. Ni ile roho ndani yake ndo imechukua nafasi inazungumza. That's what will happen to all of us. Hiko ndicho kitakachotokea kwetu on the day of judgment. Kwenye siku ya hukumu. Lakini sasa, but judgment day is not for children of God. Sio kwa wana wa Mungu. Yani siku ya hukumu, na I need to make it very clear, kuna msemo kwamba wote tutahukumiwa. That's not true. Saying that all of us will be judged. Sio kweli. Kwa sababu judgment day, kwa sababu siku ya hukumu, comes after the rapture. Inakuja baada ya unyakuo. Sasa kwa sababu if you are going to be judged, you don't need to be raptured. Kama utaenda kuhukumiwa, basi hauhitaji kunyakuliwa. Sio, wananielewa lokole? Yes. Yani when you have been raptured, kama umenyakuliwa, you are not to be judged. Wewe sio wa kuhukumiwa. Because rapture makes you righteous before the Lord. Yani anayenyakuliwa, the one who is raptured, anakuja kuchukua kanisa ambalo halina madoa wala mawaa. Sasa unanihukumu nini? Mimi sina madoa wala sina mawaa. My sins are taken away. Dhambi zangu sina dhambi. Mtu ambaye ananyakuliwa siku ya unyakuo hatosimama mbele ya kiti cha hukumu. A person that will be raptured on the day of rapture will not stand before the throne of judgment. Siku hiyo, on that day, kwako wewe itakuwa ni siku kuu. To you, kwa maana Bwana anakupa thawabu. Because the Lord will be granting you a reward. Yani baada ya wale wanaohukumiwa wanaachwa wanaenda zao motoni, tunaitwa sisi. We will be called David Richard, mashariki yote ya mbingu ni ya kwako. David Richard. Look at your neighbor and say, neighbor. Mwangalie jirani yako, mwambie jirani, I will be there. I will be there. I will be there. I will be there. Umeelewa hiyo? Yes. Wewe utakuwa unapewa thawabu. You'll be given reward. Until you are raptured, you are not given your reward. Paka unanyakuliwa bado haujapewa thawabu yako. Kutembea na Mungu duniani. Of walking rapture, with God. Unaenda mbinguni, lakini it's not the final day. Rapture is not the judgment day. Unyakuo sio siku ya mwisho. Watu kumbuka wewe umenyakuliwa, kuna watu bado wanaishi duniani. Remember, you'll be raptured, but people keep on living in the world. And even in rapture, during
the 7 years of tribulation, hata kwenye hiyo miaka 7 ya ambao watu wamenyakuliwa, kuna watu wamebaki pale. Their people will also be saved. Kuna watu ambao bado kuna watu wataokoka pale. Yes. You need to know kwamba you have a chance if you are not raptured, kama to make sure ya kuhakikisha that when Jesus comes, kwamba Yesu atakavyokuja sasa. There are people kuna watu that now they will believe God for the first time. Ndo watamwamini Mungu sasa kwa mara ya kwanza. Kwamba walokole wa Kristo wamenyakuliwa. Mimi nilikuwaga nachukulia poa. I used to take it like. But if it happened, that means God is real. Lakini now I want him. Sasa namtaka. Kuna watu there are people kukombolewa kwao inahitaji rapture. People are serious with sin, my friend. Kuna watu hapo serious kwenye dhambi. Until an event like rapture happens, ndio mtu anarudi kwenye fikra zake kwamba God is real. That is when someone comes back to their mind that Mungu ni halisi. Unyakuo, if you don't bring rapture, there are such people kuna watu aina hiyo in this world. Kwenye dunia hii. Rapture will wake them up. Unyakuo utawaamsha. So God will still give them a chance. Kwa hiyo Mungu bado atawapa nafasi ya kuokolewa. Rapture is not the last train to heaven. Unyakuo sio train la mwisho la kwenda mbinguni. During ile miaka watu walioachwa, there are people that will give their lives to Jesus. Kuna watu ambao watatoa maisha yao kwa Yesu. Look at your neighbor, say neighbor. Mwangalie jirani yako, mwambie. Kumbuka. Remember. Mwangalie jirani yako vizuri, mwambie kumbuka. Remember. Kuna walokole wengi watabaki siku ya wakati wa baada ya unyakuo. There are many Christians that will remain after rapture. Yes. That day hawakukutwa wakiwa wamenyoka, but they love Jesus. Lakini wanampenda Yesu. Now I need you to understand what I'm saying. Nataka uelewe ninachokisema. Kwamba if rapture happens right now humu ndani, not everyone will go. Ikiwa unyakuo utatokea sasa, but you were a child of God. Lakini wewe ulikuwa ni mwana wa Mungu. So you still have a chance. Kwa hiyo bado una nafasi. So wewe unajidanganya, unasahau kwamba walokole pia watabaki wengi sana. Many born again Christians they pray in tongues, walinena kwa lugha. But rapture happened while they are in a bed with a woman or a man. Lakini unyakuo ulitokea wakiwa ndani na mwanaume na mwanamke ambaye rent is due. Kodi. Anampenda Yesu. Lakini kodi ipo, akamkumbuka baby, akaenda kwa baby. Rapture happened. Unyakuo ndo katokea. Palakadosh. Uwezi ukasema huyu mtu ampendi Yesu. You cannot say this one. Shida na tabu za dunia zilimfanya akachepuka kidogo kwenye utukufu. Made her to come but out. Now they want Jesus. Lakini sasa wanamtaka Yesu. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bwana wangu, Bwana wangu. Sio mnanielewa ninachoongea mimi? Turn to your neighbor, say neighbor. Geukia jirani yako, mwambie jirani. Mwambie kwa mfano. For example. Tell them kwa mfano. For example. Unyakuo umetokea. Rapture happens. Alafu mtoto wako and then your child hajanyakuliwa, was not raptured. Usingemwomba Mungu afanye namna mtoto yule amrejee Bwana? Wouldn't you ask? Do you know how many God? people will pray in heaven? Unajua watu wangapi wataomba mbinguni? Do you know why rapture, event ya rapture itachukua tu miaka 7 afu ndo dunia inaisha? The world now is coming to an end. Do you know why? Unajua kwa nini? It's because of this thing. Ni kwa sababu ya hii. Yeah, this one. Sikia. Mungu atasumbuliwa miaka 7. God will be troubled for 7 years. In heaven. Mbinguni. Mume wangu baba, mtoto wangu yawe Rabboni. Everyone is crying for their loved ones. Kila mtu anamlilia Yesu ndo ameninyakua. So Jesus has raptured. Mtoto wangu je? What about my child? Where's my pastor? Mchungaji wangu yuko wapi? Baba unaita baba aitiki in heaven. Where's mimi mwenyewe nitamwambia where's Branson? You can't. Nitamwambia Lord, I am the testimony of his gospel. The man prayed for me. I believed. You need to save him. Inabidi umuokoe. Yes. You are getting my point? Yes. So ile event it's also a frustration to God. Pia itakuwa ni usumbufu kwa Mungu. People you're joking. Unachukulia poa ujue maisha mwana wa Mungu. Eti niko raptured.
I am raptured. Uko raptured. Uko mzima umeenda peke yako. Una amani gani mbinguni? You can't be okay. Hauwezi ukawa sawa. Yes. You can't. Hauwezi. Because you will not be a zombie. I need you to understand, in heaven wewe sio chizi. Mbinguni. Wewe ni mtu kamili kama ulivyo sasa hivi. Kwa sababu ili wewe ujue uko mbinguni, lazima ujue kwa nini uko mbinguni. For you to know that you are in heaven, you need to know why you are. Uliishi vipi? Uliabudu wapi? Where did you worship? You need to remember your life. Inabidi ukumbuke maisha yako. Kwa sababu kama rapture, kama watu wanaenda mbinguni afu wanasaulishwa yaliyoko duniani, then God should not mind if we sin. Kwa sababu Mungu anaongoza, amejaza makopo mbinguni. People that don't even remember who they are. Watu ambao hatawakumbuke walikuwa nani. You need to know who you are and why you are there. Wewe ni nani na kwa nini uko hapo? Because mimi ninaingia mbinguni afu simjui Yesu, simkumbuki Yesu. I enter heaven and then I don't even know he saved me. Sijui hata kama aliniokoa. What is the point? Sasa maana yake ndo nini? Umenielewa point yangu? Yes. Because ili ujue Yesu alikuokoa lazima ujikumbuke wewe ni nani. Wewe ulikuwa unaishije? Nikaokolewa, Yesu ndo huyu. That reality, you will be you. Utakuwa ni wewe. Sasa kama wewe ni wewe, lazima utakumbuka ndugu zako. It's a must that you remember your relative. Wapendwa wako. You will ask for your loved ones. Hatima yao inakuaje sasa? Sasa hayo maswali hayo yatakuwa mengi mbinguni. Now those questions will be plenty in heaven. Tutajaribu kufarijiwa, hatutofarijika. We will try to be comforted but will not be comforted. Children of God. Kuna watu ambao Mungu anajua sio wa rahisi tu, eti umemnyakua tu. There are people that God knows is hata not katika easy. unyakuo, Even in rapture. Kuna watu Mungu asidhani ananyakua tu watu watu wanafurahi Hamnaga kitu kama hiko. One of them is me. Mmoja wapo ni mimi. Kwa sasa okay, kule nini kinaendelea kule chini? So lazima tuulize maswali. It's a must for us to ask questions. Unless God wants to lead dumb people. Isipokuwa Mungu anataka aongoze machizi. Kama Mungu ataka kuongoza wajinga, lazima akubaliane na maswali yetu. Kama mzee, wewe umeniokoa mimi sawa. So you saved me. Lewis yuko wapi? Where is Lewis? Si ndio? Nitamuuliza Mungu juu yako. I will ask God concerning you. That is where happen. Kwa sababu kama unampenda mtu, if you love someone, if we believe in the love of God, kama tunaamini katika upendo, duniani katika madhaifu yetu bado kuna upendo wa Mungu. Ndio maana tuko hapa. What about in heaven? Vipi kuhusu? Si ndio utawapenda watu zaidi? That is where you love. Sio, mnanielewa ninachoongea? Yes. Kwa ile miaka 7, so those 7 years, they are not good for God. Sio mizuri kwa Mungu. Kwa sababu baada ya rapture kuna miaka 7 ya dhiki kuu. Because after rapture there is 7 years of the great tribulation. Ile vita ya mwisho ya dunia. Sasa kabla ile before that, ile miaka 7, they are not good for God. Those 7 years ya maswali mengi sana. He needs to explain a lot of things. Inabidi aeleze mambo mengi sana. To people. Kwa watu. Yes, you have saved me. Ndio umeniokoa. But lakini I was a man of God. Nilikuwa I had a church. Nilikuwa na kanisa. I slept hungry for people. Nililala njaa kwa ajili ya watu. How many are here? Wangapi wapo? Huyo ni mimi tunauliza hilo swali. Imagine how many men of God watauliza hilo swali. Kama watu wangu wako wapi? Where are my people? Napelekwa, mtu alikuwa na kanisa la watu 3000. Someone had a church of 3,000 people and they are shown only 20 people. You want to tell me I preached for 20 years, 40 years? What are you saying? Sio, mnanielewa logic? Yes. Kwa hiyo sio, usidhani raha kama unavyoitamani raha, hamna raha. The reality, it will take time. Itachukua muda. Kwa sababu siku ya hukumu sasa, because the day of judgment, everyone ambaye ameokolewa anaona kwamba kwa nini huyu hakuingia. Why this one did not enter? Kila mtu anaridhika. Ndio maana kuna siku, kwani Mungu alishindwa kufanya nini? Si angeweza tu kuruhusu kwamba walioenda mbinguni wengine waende motoni.
Kwa nini anaitisha siku ili watu wahukumiwa? For people to be judged. Na nikisema siku, usidhani kibinadamu. Siku in the realms of the spirit inaweza ile event inaweza kaa kiduniani ni miaka 1000. Yani mpaka watu wote tumeokoka. Tumekuwa judged na kuwa rewarded. Ile judgment day imeisha. Ile siku ya hukumu. Ile tukio lote ukileta kwenye majira yetu ya duniani it's 1000 years. Ni kama miaka ya. Yani tangia Yesu Mungu alivyoanza kuhukumu mpaka alivyomaliza hukumu, ukileta kwenye majira ya kibinadamu ya kidunia hii ni miaka 1000. Kule tutaona kama siku moja. There we will feel as though it's one day. You know, judging people, human beings ambao wamekufa, wengine wana Mungu. So you're judging almost. Kumbuka dunia. Remember the world. Ilikuwepo since the days of Adam. It existed tangu siku za Adam. Do you know how many people? Unajua ni watu wangapi wamekufa? Have all died. Those people will be. That's what the Bible says. Watafufuliwa wafu, watafufuliwa. Kwa hiyo ukisikia judgment day usidhani it's a day. Usidhani kwamba ni siku. Na Biblia inasema miaka 1000 kwa Mungu ni kama siku moja kwetu. Na siku moja kwetu ni kama miaka 1000. So technically judgment day is 1000 years. Siku ya hukumu ni miaka 1000. Ndio mwanadamu wa mwisho anapewa hukumu yake ya mwisho. That is when the last God sasa anasema I have judged the world.